miaka hizi tulikuwa tunaya Mahdi. Tunawaziaka ya kwamba si tu ndio tuko na besoin ya Mungu. Haleluya. Mwanadamu wote kitu kingine hiyo mafikara yake anato kama mimi mwanadamu tunakuwa na besoin ya Mungu. Lakini pasipo kusahau ya kwamba Mungu nako anakuwa na besoin yetu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu nako anakuwa na besoin yetu. Paske kama Mungu angelikuwa na besoin yetu, angelituumba. Kama angelikuwa na besoin yako, angelikuumba. Lakini anakuumba ni kwa sababu anajua kama niko na besoin ya Reshina. Niko na besoin ya Elfi. Niko na besoin ya Arshule. Niko na besoin ya mtu fulani. Maana Mungu alikuumba kwa sababu iko na besoin yako. Juu ya nini Mungu alikuumba? Ni kwa sababu apate kuwa na relation na wewe. Haleluya. Mungu amekufanya kusudi apate kuwa na ushirika pamoja na wewe. Na ile ndio objective principal ya Mungu kutuumba. Lakini sitaenda kule sana, lakini nirudie msomo. Katika hili somo wakati nilianza kujifunza, nikagundua vitu vya maana sana katika moyo wangu ambaye Roho Mtakatifu anaonekana kunifunulia. Kitu cha kwanza nilijifunza Yesu alikuwa anatoka wapi? Nilijifunza ile parcours ya Yesu. Biblia inasema kwamba alikuwa iko juu ya mlima wa Mizeituni. Njoo kwenye Biblia inaanza kuzungumza, anasema kwamba na wakati walipokaribia Yerusalema katika Betfage katika mlima wa Mizeituni. Maana ukijifunza hii andiko, kitu cha kwanza utakuta bado kwa mlima wa Mizeituni ndani ya mji wa Betfage. Maana Betfage iko kwa mlima wa Mizeituni. Ndio kitu cha kwanza. Kitu ya pili, asema hii Betfage ilikuwa karibu na Yerusalemu. Yerusalemu ndio kwenye direction ya Yesu ilikuwa inajielekeza. Ukijifunza hii andiko utakutana kwamba kuko Betfage, kisha Betania, kisha Yerusalemu. Ukisoma parcours mzuri ya hii andiko. Paske zote ziko na mo Betfage na Betania. Utaelewa ya kwamba Betania ndio kwenye Yesu alienda kufufua Lazaro. Ndio Betania. Na Betfage ndio kwenye Yesu alienda kutoa ile wabende mafungue punda. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie sana. Sasa hizi eneo sasa nilianza kusoma nikaanza kujielewa. Kuko kitu ambacho nimejifunza nikakielewa ambacho kitakusaidia katika maisha yako ya kiroho msiku ya leo. Yesu iko parcours ambaye ndiye mwokozi wako na ndio mwokozi wangu. Iko msafari. Maandiko matakatifu nasema kwamba akafika kwa mlima wa Mizeituni. Kitu ya kwanza nikaanza jiuliza ni jambo gani ambalo Biblia inaonekana kuzungumza ambalo litendeka kwa mlima wa Mizeituni. Nikaelewa ya kwamba kwa mlima wa Mizeituni kwenye kama unapoka mkusoma Biblia kulitendeka seremoni za mingi kwa mlima wa Mizeituni. Kitu ya kwanza ilikuwa ni fasi ambayo Yesu Kristo alikuwa anafanya maombi yake. Mente fois Yesu alikuwa anatoka anapanda kwa mlima wa Mizeituni kwenda kuomba. Ni kule kwa mlima wa Mizeituni ndio kwenye Yesu alionekana kuwa transforme. Sura yake ikafanya nini? Ikaangaa kama jua. Mavazi yake ikakuwa transforme, ikakuwa meupe. Ni wapi? Kwa mlima wa Mizeituni. Etape ya pili kwa mlima wa Mizeituni nimegundua kwamba ndio kwenye Yesu Kristo alionekana kulia machozi. Jasho ya damu ikafanya nini? Ikadondoka. Ilikuwa wapi? Ni kwa mlima wa Mizeituni. Yaani unataka uelewe hivi, kwa mlima wa Mizeituni ndio etape yako ya kwanza ambayo unataka kuanza parcours yako na Yesu. Sasa kwa mlima wa Mizeituni ndio etape yako ya kwanza ya parcours ambapo unataka anza. Andiko nasema hivi. Ama kawaida ya maisha ya Ukristo, kila mtu wote ambaye alianza parcours yake ya maisha ya Ukristo, siku ya kwanza kumwamini Yesu Kristo kwa kuona mwokozi maisha yako, kuna kuwaka atmosphere ambayo inakuwa mkokatia maisha yule mtu. Wamoja wanakuwa wanalia, Biblia inasema nini? Wanaonekana kubatizwa, après kubatizwa wanaonekana kuwekea mikono, ndio wanafanya mambo wanaonekana kuombea Saint Esprit. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Jua nini uanze parcours yako pamoja na Yesu Kristo? Njoo kile kipindi ambapo unasikia mtu roho ya maombi inachamuka ndani ya moyo wako. Jua nini? Ungaliko kwa etape ya mlima Mizeituni.